Salamu rafiki yangu. Je, unaota kuwa tajiri mkubwa? Je, unataka nyumba yako mwenyewe, gari la kifahari na maisha bila wasiwasi wa pesa? Leo nitakufunua siri kubwa kutoka kwa kitabu kinachobadilisha maisha, Fikiri na Utajirike cha Napoleon Hill. Kitabu hiki kimewafanya mamilioni ya watu duniani kufanikiwa. Katika video hii fupi tu, utajifunza sheria 13 rahisi ambazo zitakufanya ufikirie na kuwa tajiri kwa kweli. Usikose hata moja. Kaa karibu, sikiliza kwa makini na maisha yako yatabadilika milele. Tuendelee. Rafiki yangu, maisha yetu yanategemea mawazo yetu. Napoleon Hill alitumia miaka 20 akihoji watu tajiri kama Andrew Carnegie, Henry Ford na Thomas Edison. Aligundua kuwa mafanikio si bahati, si elimu tu, bali ni jinsi tunavyofikiria. Kitabu hiki kinasema wazi, unaweza kuwa tajiri ukiwa na mawazo sahihi. Hakuna haja ya kuwa na pesa nyingi sasa, hakuna haja ya kuwa na elimu ya juu. Unahitaji tu hamu ya moyo na sheria hizi 13. Ikiwa wewe unahisi umekwama, unahisi huna tumaini, au unataka maisha bora zaidi kwa familia yako, video hii ni kwa ajili yako. Mamilioni wamebadilisha maisha yao kwa kusoma kitabu hiki. Leo nitakufundisha hivyo hivyo kwa lugha rahisi, bila maneno magumu. Utapata matumaini, nguvu na mpango wa kuanza leo. Fikiria jinsi maisha yako yatakavyokuwa baada ya miezi 6 ukitekeleza hii. Furaha, amani na utajiri. Hii inaweza kuwa wewe. Sasa tuanze na sheria 13 za mafanikio. Sheria ya kwanza, hamu, desire. Sheria ya kwanza ni hamu. Sio kutaka tu kidogo, ni hamu kali inayowaka moyoni mwako kama moto. Napoleon Hill anasema unahitaji kuwa na malengo maalum na kuwa na hamu ya kuyafikia hata kama dunia yote inakukataa. Andika malengo yako kwenye karatasi. Nataka pesa kiasi gani? Kwa nini? Soma kila siku asubuhi na usiku. Fikiria wewe tayari una hiyo pesa. Hamu hii itakufanya uamuke mapema, ufanye kazi kwa bidii na usikate tamaa. Rafiki, kumbuka Edwin Barnes ambaye alikuwa maskini lakini alikuwa na hamu ya kufanya kazi na Thomas Edison. Alitembea maili nyingi na hatimaye akafanikiwa. Wewe una hamu gani? Ikiwa una hamu kali, utafanikiwa. Hii ndiyo msingi wa utajiri wako. Sheria ya pili, imani, faith. Sheria ya pili ni imani. Imani ni kuamini kabisa kwamba utafanikiwa hata kama bado haujaona matokeo. Inakufanya uone maisha yako mazuri hata wakati wa shida. Jinsi ya kuipata, rudia maneno mazuri kila siku. Ninaweza, nitaweza, ninafanikiwa. Imani inabadilisha hofu kuwa tumaini. Fikiria mama ambaye aliamini mtoto wake atapona ugonjwa mbaya. Imani yake ilileta miujiza. Wewe pia amini ndoto yako. Imani itakufanya uendelee hata wakati wengine wanakukataa. Moyo wako utajaa amani na nguvu mpya. Imani ndiyo inayoleta utajiri. Sheria ya tatu, kujipendekeza, auto suggestion. Sheria ya tatu ni kujipendekeza. Hii ni kujisemea maneno mazuri kila siku ili akili yako ya chini ya fahamu yasikie. Soma malengo yako kwa sauti. Sema, ninafanikiwa hata kama bado huna pesa. Akili yako itaanza kuamini na kukusaidia kupata njia. Ni kama kupanda mbegu nzuri shambani mwako. Usipande mbegu za hofu au shaka, panda mbegu za mafanikio. Kila asubuhi, simama mbele ya kioo na ujiseme, leo nitafanikiwa zaidi. Hii ni rahisi lakini yenye nguvu sana. Mamilioni wamebadilika kwa kufanya hivi. Wewe pia unaweza. Sheria ya 4, maarifa maalum, specialized knowledge. Maarifa ya kawaida hayatoshi. Unahitaji maarifa maalum kuhusu kile unachotaka kufanya. Soma vitabu, sikiliza video, uliza wataalamu. Usijue kila kitu, lakini jua kitu kimoja vizuri. Henry Ford hakujua kila kitu, lakini alikuwa na maarifa maalum ya magari na akawa tajiri mkubwa. Tafuta maarifa yanayohusiana na ndoto yako. Hii itakufanya uwe bora kuliko wengine. Anza leo. Soma kitabu kimoja au sikiliza podcast moja. Maarifa maalum yanageuza ndoto kuwa pesa halisi. Sheria ya 5, mawazo, imagination.
Akili yako inaweza kufikiri kitu chochote na kukifanya kiwe halisi. Tumia mawazo yako kuona maisha yako mazuri. Funga macho na uone wewe tayari una biashara yako, una familia furaha, una pesa nyingi. Mawazo ni kama kiwanda cha utajiri. Thomas Edison alitumia mawazo yake kugundua taa ya umeme. Wewe pia tumia mawazo yako kuunda maisha bora. Usiogope kuota ndoto kubwa. Mawazo yanakufanya uwe mbunifu na ufurahi kila siku. Sheria ya 6, mpango uliopangwa. Organized planning. Sheria ya 6 ni mpango uliopangwa. Usifikirie tu, andika mpango. Andika hatua za kwanza, pili, tatu. Panga siku yako, wiki yako, mwaka wako. Mpango unafanya ndoto iwe rahisi. Ikiwa mpango mmoja unashindwa, badilisha na mwingine. Wataalamu wote wanapanga. Wewe pia andika mpango wako leo. Hii itakufanya uende mbele bila kuchanganyikiwa. Mpango ndio daraja linalokufikisha kwenye utajiri. Sheria ya 7, uamuzi, decision. Watu wengi hushindwa kwa sababu hawafanyi uamuzi. Fanya uamuzi haraka na usibadili bila sababu nzuri. Uamuzi unakufanya uwe na nguvu. Fikiria mtu aliyeamua kuacha kazi mbaya na kuanza biashara yake. Leo ana maisha mazuri. Wewe pia amua leo, nitaanza kutumia sheria hizi. Uamuzi wako utakuletea mafanikio makubwa. Sheria ya 8, uvumilivu, persistence. Sheria ya 8 ni uvumilivu. Usikate tamaa wakati wa shida. Uvumilivu ni kama petroli inayokufanya uendelee. Wengi huacha karibu na mafanikio, lakini wewe endelea. Kila mara unaposhindwa, simama na ujaribu tena. Uvumilivu unakufanya uwe hodari na hatimaye utafanikiwa. Fikiria jinsi watoto wadogo wanavyojifunza kutembea, hawachi. Wewe pia vumilia. Utajiri unakuja kwa wanaovumilia. Sheria ya 9, nguvu ya akili kuu, power of the mastermind. Sheria ya 9 ni nguvu ya akili kuu. Usifanye peke yako. Ungana na watu wenye mawazo mazuri, wenye ndoto sawa na zako. Mkutano wa akili nyingi una nguvu zaidi. Panga kikundi cha marafiki au wafanyabiashara wanaokusaidia. Nguvu hii inakufanya ufikirie vizuri na kufanya maamuzi bora. Usiwe peke yako. Akili kuu inakuletea utajiri wa haraka. Sheria ya 10, siri ya kubadili nguvu ya kijinsia, secret of transmutation of sex drive. Hii ni kuhamisha nguvu ya hisia kali kuwa nguvu ya kufanya kazi na ubunifu. Badala ya kutumia nguvu hiyo vibaya, ipeleke kwenye biashara yako, ndoto yako. Inakufanya uwe na nguvu nyingi za kufanya kazi. Wanaume na wanawake wengi waliofanikiwa walitumia hii. Ni rahisi na inakupa furaha na mafanikio. Sheria ya 11, akili ya chini ya fahamu, the subconscious mind. Akili yako ya inani inafanya kazi kila wakati. Ipe maagizo mazuri tu. Usiweke hofu au shaka. Ipe ndoto zako na imani. Akili hii itakusaidia hata usipolala. Ni kama rafiki yako wa inani anayekufikishia utajiri. Sheria ya 12, ubongo, the brain. Ubongo wako ni kitu chenye nguvu kubwa duniani. Tumia vizuri. Unganisha na akili zingine na utapata maoni mazuri. Ubongo wako unaweza kuleta maajabu ukiipa nafasi. Jitunze ubongo wako kwa kupumzika na kufikiria vizuri. Sheria ya 13, hisia ya 6, the sixth sense. Hii ni sauti ya inani inayokupa maoni mazuri wakati unafanya kazi sheria zingine. Ni kama intuition au mwongozo wa moyo. Ukifanya sheria zote 12, hisia ya 6 itakufungulia milango ya utajiri. Ni zawadi ya mwisho kwa wanaofanya bidii. Rafiki yangu, sheria hizi 13 si ngumu, ni rahisi na zinafanya kazi. Ikiwa utazitumia kila siku, maisha yako yatabadilika. Utajiri hauji kwa bahati, unakuja kwa mawazo sahihi na vitendo. Mamilioni wamefanikiwa. Wewe pia unaweza. Ikiwa video hii imekugusa moyo wako na kukupa matumaini, basi fanya hivi sasa. 1. Bonyeza subscribe kwenye channel hii ya Muhtasari wa Vitabu vya Kiswahili ili upate muhtasari wa vitabu vingine vinavyobadilisha maisha. 2.
Bonyeza like ikiwa umependa na kushiriki na marafiki zako. 3. Comment hapa chini ni sheria gani utaanza kutumia leo ili nijue na kukusaidia zaidi. 4. Shiriki video hii na familia yako au mtu anayehitaji mafanikio. 5. Washa kengele ili usikose video inayofuata. Asante kwa kutazama hadi mwisho. Wewe ni mshindi na kutakia mafanikio makubwa na utajiri mwingi. Tuonane katika video inayofuata. Mungu akubariki.